Immediately rapture takes place, punde tu unyakuzi ukishafanyika, those who remain, wale ambao watabaki, will run to church by themselves, watakimbia makanisani wenyewe, and they will sleep here by force. na watalala hapa kilazima. Nobody will tell them go to church. Hakuna atakayewaambia nendeni kanisani. After rapture, baada ya unyakuzi, those who remain, wale watakaobaki, they will not say, oh, this is not our church. watasema, hawatasema tu hii ilikuwa kanisa. They will look for any church near them, watatafuta kanisa yote iliyo karibu na wao, and rush there, na wakimbie kule, and follow their belly, na waanguke kwa tumbo zao, and they will begin genuine repentance from that hour. hapo ndipo wataanza toba ya ukweli kwenye hilo saa. They will speak the truth watasema ukweli on their belly wakiwa kwa tumbo zao after rapture. baada ya unyakuzi. I know you will not remain, Najua hautabaki wewe, but if you remain lakini wapo utabaki, and you go to church that day, na ufikie kwenye hiyo siku, you go to church that day, uende kanisani hiyo siku, people will not fear what would the enemies, the neighbor is listening to. watu hawataogopa kile jirani yake anasikia. They will repent as it is. Watatubu jinsi ilivyo. They will not care what somebody is listening to. Hawatajalisha mtu anasikiliza nini. They will say it wataisema, and will repent genuinely, na watatubu kwa ukweli, and they will cry genuinely. na watalia ya ukweli. After rapture, baada ya unyakuzi, people will separate genuinely. watu watajitenga ile ya ukweli. If there is anybody in this church, na iwapo kuna yeyote kwenye kanisa hili or any church, ama kanisa lingine that caused you to remain, alikusababisha ubaki, you will disconnect there. utajikatanisha papo hapo, And they will be your enemy instantly. na atakuwa adui wako mara moja. But now listen. Lakini sasa sikiliza, The only problem is this. shida tu pekee ni hii, Their repentance will not save them. kwamba toba yao haitawaokoa. It will be too late to repent. Itakuwa wamechelewa kutubu. It will be too late. Itakuwa wamechelewa. After the rapture, Baada ya unyakuzi, people will pray genuinely. watu wataomba ya ukweli. Fasting will be genuine. Kufunga itakuwa ni saumu ya ukweli. Do you know that there will be a serious revival after rapture? Je, unajua kwamba kutakuwa na uvivio mkubwa sana baada ya unyakuzi? Very serious. Uvivio mkubwa sana. People will mean it. Watu watamaanisha. The only problem is, shida tu ni kwamba it will be a little bit late. itakuwa wamechelewa. Your seriousness will not change your condition. Kumaanisha kwako hakutabadilisha hali yako. I am cautioning you today. Ninawatahadharisheni leo. Remove carelessness from your salvation. Ondoa kutojali ndani ya wokovu wako. Or else, la sivyo, you will become careful after rapture. Utakuwa makini baada ya unyakuzi. And that will not help you. Na hiyo haitakusaidia. Number 3. Jambo la tatu. When you are building your salvation, unapojenga wokovu wako, build your salvation in consecration. Jenga wokovu wako katika kujitenga na kujitakasa. Consecration means, kujitenga na kujitakasa yamaanisha, number 1, ya kwanza, separation. Kujitenga. Number 2, ya pili, set apart as holy. Kutengwa, kuwekwa kando kama mtakatifu. Look at me everyone. Thank you for writing, but look. Asante kwa kuandika, lakini angalia ni look at this. Angalia hii. Anytime Aaron entered the temple, wakati wowote Aroni aliingia kwenye hekalu to offer sacrifice, ili kutoa dhabihu, on his forehead, kwenye paji la uso wake, was a turban. Kulikuwa na kilemba Written, kimeandikwa, holy unto the Lord, mtakatifu kwa Bwana. That writing, hayo maandishi, was seen by men and God. Yalionekana mbele ya wanadamu na Mungu. So before men, hivyo mbele ya wanadamu, he was seen as holy unto the Lord. Alionekana mtakatifu kwa Mungu.